kwa sehemu mkono unapigwa, mkono kufa mtu. Leo kuna mzee mmoja amekuja hapa leo, anamtafutia binti yake mme. Kwa ili umuoe binti yake, anataka mtu anayepiga vizuri, yani mtu anayepiga sana. Huyu mtu akiwa hapa alikuwa anataka mtu ambaye anajua kupigana vizuri amuoe binti yake. Kwa ukimpiga binti yake basi binti yake anafua kinyama. Binti yake ndiye huyu hapa, huyu ndio binti yake, wanamuita Mrs. Zong. Ukimpiga binti yake basi unafunga naye ndoa. Anaonekana iko vizuri sana. Jing naye alifika hapa. Jing alikuja hapa. Jamani ndugu na marafiki, jina langu ni Mui. Laba Liteni Shadong. Nilikuwa napita hapa leo, nimeweka tangazo kwamba natafuta mpiganaji mzuri wa kumuoa binti yangu Nancy. Binti yangu Nancy anatafuta mtu mzuri wa kumuoa ambaye ana uwezo wa kupambana na kumlinda kama mume wake. Kwa namtafutia mimi binti yangu anayejiamini aje. Hoya, Monkey alitimba hapa, Monkey mmoja. Ameitoba. Wewe Monkey apendagi wanawake, mbona amekuja hapa leo? Samani, mimi nataka nipigane na huyu binti tu, lakini sina nia ya kumuoa. Master, hapa katika shindano utafuta mme, hautaki uingie wewe mpiganaji wa kawaida. Mara kaingia mtu mmoja, mkorofi wa mtawi. Wewe Monkey muone. Monkey anataka demu wewe. Wewe shida yako nini wewe? Mimi sijali kuhusu jinga ulioko nao wewe. Wala binti mimi sina nia kukuoa. Mimi nataka ni mchallenge huyu Monkey huyu. Nafikiri wao nikubali bure tu. Unataka kupigana na mimi si ndio? Basi njoo. Chimbia kaburi. Utamwacha binti mjane na mguu wako kilema, si ndio? Ndio ana mguu kilema au utamwacha binti mjane? Wewe Monkey fake za kuongea. Onesha uwezo wako, atakamchukua binti ndio mshindi. Njoo basi wewe. Mimi naoa leo. Monkey si mchezo. Sasa Monkey alikuja kupigana tu hapa, lakini hakuwa na nia binti wala ni yeye. Monkey alitaka kupigana tu kuonesha uwezo na nini basi. Monkey si mchezo. Jamani mbabe wa mtaa huyo anagonga si mchezo. Mama kaambia tulia. Cheki sisi ilivyokuwa hii. Mara moja kaingia chap. Dogo moja kaingia katanya pale. Dogo kaingilia mpambano mwenye makusudi. Alikuja hapa mchali mmoja handsome kweli. Binti kumuona alimpenda hapo mzee mzima. Alikuja hapa. Nikakorofia katoto si mchezo. Alikuja leo hapa. Wewe nani? Naona mmoja ni mzee, mwingine ni mbaya. Wanataka kumuoa binti mrembo kama huyu. Mimi nafikiri sawa na kumpelekea chura ameze bata. Hata kuongea upuzi wewe. Wakamchangia wote. Mdogo anagonga si mchezo. Machine. Mdogo anafinya mbaya. Afu nikakorofi sasa. Mziki Ronaldo huu. Safi mzee. Binti akaona huyu anaweza kumfaa. Binti mwenyewe alimpenda. Mzee akaingilia. Sheria inasema kwamba nakushukuru sana kwa kuja, lakini mimi sikuja kusaidia. Nimekuja kupigana na huyu binti. Anataka kupigana naye. Lakini kumbuka mheshimiwa, huyu binti sio size yako. Bila shaka. Kwa nilikuwa naomba uondoke tafadhali. Unamaanisha nini kusema sio size yangu? Mheshimiwa ni handsome alafu ni tajiri sana kwenu unaonekana. Binti yangu na mimi ni maskini sana. Ukishinda hii pambano la leo, binti afai kukuoa kwa sheria kwa sababu sisi ni maskini na wewe ni tajiri. Hatuwezi kukaa sehemu moja pamoja. Asema kuhusu mechi ndio itakaoamua. Sasa unaanza kupanga mpango wa mimi kutokumuoa binti yako kabla ya hajapigana bado, kama mshanyogopa au? Piganeni bwana. Acheni maongezi. Watu wakawa wanaongea huko chini. Binti akasema acha nijaribu. Haya. Dogo ni kama anajiamini sana, kaja leo hapa. Atumjui jina lake ni nani. Alikuja tu hapa, anaonekana dogo ni tajiri sana kwao. Sasa mchekie ngoma ilikuwa inachezaje hii. Cheki ngoma namna hii. Binti uko fiti mbaya. Unatafuta mume namna hiyo. Ukimpiga ndo unamuoa binti huyo. Cheki ngoma namna hiyo. Breka mtaa binti aruka kwa juu si mchezo. Binti ni kama kasa trainiwa, yuko fit ile mbaya hiyo. Cheki shule imekuwa namna hii. Hiyo. Binti akamtanya moja pale. Jamaa kaona, binti kumbe mka vizuri. Hata uko vizuri lakini surround utanipiga. Yote jinga anaangalia. Moto kama moto namna hii. Mvuta kamleta kuja namna hii. Kumbe alikuwa anamchezea kamzungusha binti wana namna hii. Yuko fiti mbaya. Alikuwa anamchezea peleka machini lakini wapi? Binti anacheza jamaa anakuja namna hii. Cheki shule imekuwa namna hii.
Mzee anashangaa, hey, jamaa anamweza binti nini huyu hapa? Ukimpiga binti ndio unamuoa. Si mchezo. Mpaka mdaka mguu kuja hapa Vuta namna huyo. Mdaka chafu. Kuja mtoto wa kike wewe. Naenda wapi? Jamaa akawa na uwezo si mchezo. Akaanza kumchezea binti pale on stage. Baada ya kupigana naye, akaanza kumchezea on stage. Nikaa binti alishampenda pale pale. Mheshimiwa ameshinda, mwachie binti yangu. Mwachie. Niachie basi. Niachie. Alikataa. Akamshika binti mguu, hamna kwenda pale. Tulia. Akamvua kiatu. Hii ni ishara ya dharau kumdhalilisha binti hadharani. Alimvua kile kiatu, ndio hiki. Lakini binti alishampenda wala hakukasirika hivyo. Akakinusa. Niachie huko. Binti naye akampora. Binti akampora kile kibaya alikuwa amekishika pale. Alikipora kile kimedali chake. Jamaa hakujua. Binti akaficha mguu na amempora kidani hicho hapo. Binti jamaa akaficha kiatu kwenye nguo yake akaishia. Mheshimiwa subiri kwanza. Mzee alimwambia subiri. Mheshimiwa umeshinda. Kwa sababu sheria inasema kwamba ukishinda umuoe binti. Nafikiri binti yangu alitakiwa olewe na wewe. Mheshimiwa sijifikirie sana wewe. Huyu ni mfalme wetu mkubwa, hawezi kuolewa na binti kama huyo. Mfalme? Mfalme? Wewe ni kutoka taifa la jini. Kumbe ni prince taifa la jini. Akaambia ni prince taifa la jini. Kwa ajili ya pambano mtakuwa mna njaa, shikeni hizo hela. Ana shida na binti yenu. Hata kumtusi bwana wewe. Kwa mnamfanyia dharau. Akatupia hela pale chini. Inaonekana kama uko kwa ajili ya kutudhalilisha sisi hapa. Naomba kiatu cha binti yangu. Nipe kiatu cha binti yangu. Jamaa alikataa. Mzee akamfuata. Hey! Mzee akamfuata, cheke shule ilivyokuwa namna hii. Cheke. Jamaa akapeleka mpaka mzee yuko fiti si mchezo. Alimgusa huyo jamaa. Sasa huyu prince ni mchokozi. Cheke tu alifanya mzee. Faka mzee namna hiyo. Peleka mzee mshishini. Akamporona mna yeye. Ana style mbaya, anatumia udogo si mchezo. Lengo lake alitaka kumdhalilisha huyu mzee aisee. Afa anaishia. Achie kiatu cha watu mara. Ninga akaingilia. Wewe, achie kiatu cha watu. Hata dharau, hii sio haki. Utakama unataka kumuoa simdhalilishe. Ndio atataka kudhalilisha wewe. Muoe. Vipi kama nisipomuoa? Nijikataa. Makosa ni yako. Hawataki kufanya udhalilishaji kama mbele za hadhara. Muombe msamaha haraka sana. Vipi kama nikikataa? Jamaa akamzia, hamna kwenda mahali. Sintania wewe. Nataka kwenda kumpiga mashine jingi. Ni ahonga pale chini. Ni mkorofu dogo. Dogo siingilia, hata hii mpango ni mgumu kwako. Haya. Muombe msamaha. Uende mahali. Sasa Godinga ngangania kitu chake ni hatari. Sasa ngoma namna hii. Alipigwa ngumi lakini wapi? Akapeleka mashine shule nani? Anagonga si mchezo. Huyo anaziona si mchezo, alimpa kitu. Anapiga udogo si mchezo. Alienda hapa kwa bure. Hey, anaromba ile mbaya. Akaanza kumpiga siria zile kinyama. Mchagua jingi pale pale. Kambetuma chini si mchezo. Lemeba maji kamtupa. Piga nyingine. Aise, alimpiga ile kinyama. Yeye anataka sifa tu. Baada kumpiga, hata kunafanya ukatili wewe. Watu wakupendeza na hili jambo. Ameingia kuharibu mchezo wa watu hapa. Godinga akaona hapana. Hawandi mahali. Omba msamaha. Dinga akakimbilia tena. Omba msamaha. Dinga na kiburi mzee kinganizi kinyama. Anapigwa lakini hasikii. Peleka mkono lakini wapi? Peleka mkono lakini wapi? Peleka mkono mpa kitu. Hamna kwenda mahali. Narudi tena mzima. Anapigwa lakini hasikii. Kwa buti mashine. Kisa ni mtoto kwa jumba la kifalme mzee. Alikuwa anapiga hata si mchezo mtaani. Ufalme wao ndio yupo katika jumba la kifalme. Ni mtoto wa jumba la kifalme. Kwa hiyo anajiamini sana. Lakini Dinga akaona asikii. Wewe mahali. Akaamka tena. Jawari kinganganizi kinyama. Wewe mahali. Wewe mahali, omba msamaha kwa wale watu pale. Kaombe msamaha. Wewe mahali. Nitakupiga nikuue. Wewe usinilaumu. Alikoka na style chafu anatumia. Anataka mpasue kichwa Godinga hapa. Anaromba kinyama. Cheki kama namna hiyo. Akavuta sumu kali kwenye mikono. Anataka mpasue kichwa mara. Kwa mtu akaingilia, hamna kwenda mahali.
Bonge la master aliingia akamvuta mkono huyo, akamtoa kabla hajampiga dogo. Master akaingilia. Master mwingine huyu tena katimba hapa. Wewe nani? Unaingilia mpango wangu. Naitwa Wang Chui kutoka jumba la Master Taoisti. Kama sikosei, wewe kama mwanafunzi wa chuo cha Qiulang zamani, si ndio? Ni kama namjua udogo. Oh. Samani mwalimu, toka nimekukosea. Nini maana yote unaofanya hapa? Unapigana na watu kama nilikuwa nacheza nao tu bahati mbaya. Wakati tulipokosea kutokuelewana kidogo, lakini kama nimekosea, naomba nyoe elimu nisamee. Sawa. Anaomba msamaha kwa dharau. Umejifunza wapi style chafu kama hizo? Ukafukuzwa chuo, unakumbuka? Alikweli yanko. Nilikosea kipindi hicho, lakini kama sikuwa hapo. Unakata kama ulikuwa kwenye chuo chetu Nitakufanya uonekane kama ulikuwa kwenye chuo chetu. Maza kaona ngoja kwanza. Utaongea kama ulikuwa huko hapo. Maza kamvuta kamweka. Maza kumpiga. Kundi la ulinzi la mlinda dogo likaingia. Hili ni kundi la dogo lilaingia kumlinda dogo. Udogo ni mtoto wa mfalme kwa kivote vile. Wa jumba la kifalme. Walinzi wake wanakuwa karibu muda wote wakitembea naye kila pale. Waliingia kumzia master huyo. Hawa ni walinzi wake. Na huyu ni Taoisti. Taoisti ni master mkubwa aliyezidi kiwango cha master. Taoisti. Huyo aligota pale. Hawa ni mamaster wakubwa. Anaitwa Taoisti. Anataka kumfanya kasikia ngoja. Queen amefika. Queen alikuja hapa. Sasa nataka ukae makini uangalie hapa. Huyo Queen anayeletwa hapa. Queen alikuja mbele mama yake na huyo dogo. Alikuja hapa. Huyu ni mtoto wa jumba la kifalme, kwa sababu ni prince au nani hatujui bado. Ila Queen alifika. Queen kufika alimuona mwanae. Mama, mbona uko hapa? Kanga. Kwa unafanya vurugu mtaani? Nataka nishindane na watu wakubwa wakubwa mama, sio kama naleta fumbufu wa nini? Usumizi wa watu mtaani kijinga jinga hivyo. Nimejua nimekosea. Nitaka nipigane nao tu. Lakini cheki sura huyu mzee, huyu mzee kuangalia sura ya huyu mama ni kama anaikumbuka fulani. Unaona sura ya huyu mama ni yule binti mara ya kwanza aliokolewa kule alikuwa Siron. Huyu mzee kumuona akameshtuka sana. Huenda huyu ndio yule mtoto wake ambaye hajazaliwa, ambaye kipindi kile mama kumbuka mume wake alimwacha, alichukuliwa na prince. Kumbe mama leo ameitwa Queen, amekuwa Queen wa taifa hili. Kumbuka yule mama aliokolewa na prince wa 6 amefanya kuwa Queen. Harakiwa nitakao urudi wewe. Jomba msamaha. Alizuiliwa hapo. Hamna njia. Asema yote ni kwa ajili yangu mimi. Wala usiingilie. Nishampoteza kutoka kwake. Lakini alikuwa na nia kunioa. Kwa nafikiri nyewe wote hainaja kuingilia huo mpango. Nisingepewa jambo liendelee kuwa kubwa sana. Basi naomba utemwishie. Nitashukuru sana. Lakini mzee alipigwa sana huyu. Ni kama huyu mzee alikuwa mgonjwa. Huyu mzee sijui ni nani? Mheshimiwa, ni kama muumia sana, ngoja nikupe hii dawa itakusaidia. Upone kidogo angalau. Walikuja nje kwenye hoteli kidogo wakakaa hapa ili kusudi wapate kupumzika mpaka atakapopona. Bida kama nashukuru sana master. Nashukuru sana kijana. Kwa siku ya leo umenisaidia sana. Wala usijali mama. Anko wako ni mgonjwa sana, fikiri ungeenda kumwangalia kwanza. Wewe nenda nyumbani, sawa? Gao. 小兄弟，你叫什么名字？ Jina lako ni nani kijana? Naitwa Gojing. 你小小年纪， Kama mdogo lakini una roho nzuri sana. Mama wako apigania watu hawa bila kujua alipotokea. Kwa hiyo ni shujaa mdogo na stahili sifa. Mheshimiwa ananisifu sana bwana. Mimi sio mjinga kiasi kwamba nifanye yote hapana, nilikuwa najitolea tu kuwasaidia. 只是我见过你。 Unapokuwa unapigana na mtu nguvu zako zilikuwa ni ndogo sana. Kama sikosei wewe ni mwanafunzi wa Master 7 kutoka Jiangnan, si ndio? Ndio mheshimiwa. Umejuaje? Yeah. Naomba nilifundishwa na Mai ambaye naye pia ni Taoisti miaka miwili iliyopita. Sasa mzee anakumbuka alikumba na kava na mjio udogo ashaelezea habari zake. Mai ni miongoni mwa master kwa jumba letu. Nitakufundisha kidogo. Basi nifundishe mheshimiwa. Ulikuwa unapigana ukiwa moja kwa moja ni mjanja, lakini kwa ule mtoto
Wanyankang walikuta unapigwa kule. Sijui kwa nini imekuwa hivyo. Lakini sikutarajia itakuwa weke akili kubwa sana. Lakini yule kijana ni mbaya sana. Master wangu amesema kwamba nasikia unaelekea Jiangxin. Sasa mimi naelekea huko tuende Jiangxin. Ndio tukienda pamoja itakuwa vizuri sana, tukienda pamoja mimi na wewe. Itakuwa vizuri sana. Ya kweli. Sasa mzee turudi na binti yake kusema ilikuwa mapigano ya kutafuta mume kwa ajili yako atakaye kulinda wewe. Na cha pili, nilikuwa zumuni langu kuweka mashindano haya. Hii ilikuwa nafasi nilikuwa nataka ya kumtafuta mke wangu aliyepotea miaka 18 iliyopita. Miaka 18 iliyopita sijui wapi alipoelekea. Sijamuona. Hata mtoto wangu alikuwa tumboni mwa mke wangu sikumuona. Kumbe ni hivyo. Asa kumbe yule jamaa ni miongoni mwa wale marafiki wawili waliopoteza mtoto wake kule. Na mke wake ndiye huyu huku wa ukweli. Ila hawajuani tena. Nana jua mama. Mimi nilikuwa nataka tu nimcheki yule binti, nimwestai kumuoa yule binti. Nimefika pale kumcheki binti iko pale vizuri. Aki mama, watu taifa la Song wajinga tu. Unasemaje? Nimesema kwamba mimi siko na nia watu wa Song taifa kakimia. Mama yake alimuonya. Mzee kuna anaongea, lakini nimeona mwanamke mmoja. Imenikumbusha kama sauti ya mke wangu. Kama vile mama yako ambaye alikuwa anakulea kipindi kile. Unamkumbuka? Baba. Yule pale ni queen wa taifa la Jing. Sio mama yangu aliyekuwa kipindi hicho. Mkweli. Hata kama alikuwa ni mke wangu hawezi akawa huku. Ila sauti yake nimemiss sana mke wangu. Naona mpaka namuwaza kiasi kwamba kila mtu anayemuona nafikiri kama ni mke wangu. Nilitoa sadaka yangu ya maisha yangu kwa ajili ya rafiki yangu. Nikaanguka kwenye bonde lakini sikufa. Kumbe huyo ndo yule mzee siku zile aisee. Kumbe huyo jamaa ndo alimwachaga mke wake kaenda kumuokoa mke wa rafiki yake. Akamwacha mke wake kama tutakutana tena. Mke wake leo ndio huyu kamzaa yule mtoto na amekuwa queen wa taifa la Jing. Kumbe huyu hapa huyu ndio huyo mzee anaongea hapa aisee. Kumbe huyu ndio yule mzee anaongea hapa. Anasema siro mke wangu aliniambiaga kwamba kwenye maisha haya tuwezi kutengana mimi na yeye. Lakini kwa wakati huo kaka yangu alishakufa kwa ajili yetu. Ikabidi nikamtafute mke wake nikamwacha katikati ya askari. Ikabidi nimwache mke wangu ili nikaokoa maisha ya rafiki yangu. Lakini yule bado ni mke wangu. Anafikiri labda nimekufa. Huenda tajui kama niko. Lakini mimi nimtafute mke wangu. Na ni kweli kumbe huyu queen ni mke wake. Na leo anaangalia mkuki wa mume wake ambaye ndio yule mume wake anamuongelea kule. Yule muda ambaye mume wake anamuongelea kumbe yeye yuko hapa. Sasa huyu ndo mtoto wao lakini ni mkorofi vibaya mno. Mama, unafikiria kuhusu nini? Mama akiangalia mkuki wa mume wake anatoa machozi sana. Yaani kila akitazama mkuki wa mume wake anachanganyikiwa. Anaambia kang'aa mwanangu. Mama yako nimezaliwa katika taifa la Song. Na sitakubali wewe utukane taifa la Song. Mama, baba yangu ni mtu wa taifa la Jin na amekuwa wewe ni queen wake. Iweje unasema mzaliwa katika taifa la Song? Kimya. Mama. Mama anamwambia sikiliza. Piga magoti. Niapie mbele ya huyu mkuki kwamba hata siku moja hautafanya kitu kulitesa taifa la Song. Umenisikia? Nataka uwape. Dogo kawa prince sawa amelelewa kwa jumba la kifalme. Kawa prince lakini mama yake aliolewa na ule prince wa sita. Asa mimi wa Niankang. Na hapa kwamba sitaka nilikosea taifa la Song. Ukumbuke chiki hapo leo. Na ukijua umefanya kosa, maana yako umenikosea mimi, mama yako na huyo mkuki pia. Lakini mama, nakuahidi. Sitaka ni uonee ufalme wa Song. Lakini mama, kwani huyo mkuki ulitoka wapi hasa? Mama alimfichaga tu. Akaambia alikuwa anamleki huyo mkuki ni mtu kutoka taifa la Song. Na alikuwa ni shujaa, mtiifu na rafiki mzuri wa maisha yangu. Shujaa ambaye hakuna mwingine kama yeye kwenye maisha yangu na katika moyo wangu. Sasa anamtaja ni huyu mume wake, mume wake naye anaongea hivyo. Nimetembea sehemu zote kumtafuta mke wangu lakini sijamuona. Ni kama nashinda kuelewa, sijapata hata chembe ya udhibitisho kwamba yuko wapi. Inaonekana amepotea kabisa katika ulimwengu. Mzee alikuwa anaongea kwa uchungu kweli. Miaka inapita. Lakini siku moja nilikutana na wewe njiani wakati namtafuta mke wangu. Ulikuwa mdogo kama vile mtoto wangu ambaye alikuwa hajazaliwa na wewe. Mtakuwa mko sawa kiumri kwa sasa.
nikamsahau mke wangu na maisha yangu. Nikamwacha nikae tu na wewe nikulee kama binti yangu. Lakini mwanangu sijui kwa wapi. Sasa alikumbuka kwa mtoto mmoja alikuwa mkorofi sana leo. Sasa akiwa amekaa hapa leo, alikuwa anakumbuka ile tukio sana. Huyo alikuwa ni Master Wang Yi. Sasa Master akanajiuliza swali moja. Kuna kitu kimoja msikielewi kwa huyu mtoto wa siku ya leo. Wan Yangang ni mwanafunzi, alikuwa mwanafunzi wa chuo chetu. Hii style ya 9 school kajifunzia wapi ya kushika mikono ikiwa na nguvu? Maana yake kama sikosei, itakuwa hii style kila mahali amejifunza. Lakini si tatizo katika hilo. 9 school. Udo kuna style chafu kajifunza. Alafu kumbuka amelelewa na mama yake. Sasa baba yake alimuoa mama yake akamleta. Kwa hiyo anafikiri kwamba ni mtoto wa taifa la Jung, lakini mama yake huyu ni mtoto wa yule mama pale. Tutaelewa kwa yote sasa, tutaelewa kila kitu. Anasema nataka niombe msamaha kinafiki ya wajinga. Mama wangu amenifokea bure bure. Sasa subiri. Nitaenda kwa baba yangu amealika mashujaa wakubwa leo. Nitawakaribisha kwa makusudi. Sijui kwa nini mheshimiwa umekuja kwangu. Kama samani mheshimiwa, nilikuwa mkorofi sana pale, lakini naomba nisameheni jamani. Jambo kama hilo kwa mtu mkubwa kama wewe sio kitu mbele yako. Familia yako ni kifalme, kwa nini unajua kutumia msamaha kama sisi? Kwa ile siku nilikuwa na hasira sana, alafu najutia kwa wote niliowafanya. Kwa nikaona nije leo sababu nilikuwa nimekurupuka sana kwa kufanyia ubaya. Lakini mama amenitukana sana, amenikaripia, amenigombeza sana. Kwa nikajisikia vibaya, nikaona nije kuongea na wewe. Na mjutia kwa salangu pia, baada kukaa nikajifikiria. Nikaja nilikosea kabisa. Naomba msamaha. Basi usijali. Nitakupeleka kwa ombe msamaha kwa wale waliokosea wale wawili. Lakini nini? Naona kama hawatanielewa. Kwa sababu niliwakosea vibaya sana. Watakuwa na wananiogopa. Mimi sitaki kwenda kuvutia watu. Ambao usijali. Mimi nitaenda na wewe nikusaidie kuomba msamaha, watakuelewa tu. Wewe niamini. Mimi niko hapa kwa ajili yako, usijali. Basi ni sawa. Nitashukuru sana kwa wote kama utakwenda kuniombea msamaha kwa wao. Lakini alikuwa maanishi. Dogo kaja kuomba msamaha, lakini alituma askari wakamkamata yule binti Nancy pamoja na mjomba wake. Wakawa wamekaa shangaa mzee huyu hapa. Tulikuwa tutafuta nyie. Unaitwa jumba la kifalme, wanakuita wakae kule kwa mfalme zao. Wakawakamata wakaleta huko. Tuachie upuuzi nyinyi. Mzee alikuwa ni mgonjwa ase. Hujapona bado ujue. Huyu ni Taisin, tunamkumbuka mwanzoni kabisa. Alikuwa na rafiki, akasukumwa kwenye bonde refu. Ndio huyu mzee hapa. Anasema kutuleta hapa atakuwa na nia nzuri. Baba, nafikiri huyu mtoto wala ana roho mbaya, wala ana njia, ana nia mbaya na sisi. Binti akaanza kumtetea. Nafikiri atakuwa na lengo lake kutuleta hapa. Subiri tuone. Mtoto mpuzi. Inaonekana sana pigana na mimi kirahisi namna hii. Udogo anaonekana ni muuni afu aminike. Au shampenda? Hapana. Binti alikataa. Sasa usikubali akudanganya kirahisi. Baba usikasirike bwana. Sio hivyo unavyofikiria. Nimesema nitakuangalia muda wote mpaka utakapopona. Kwa usijali. Sasa Gojing baada ya pale rudi na ule master mpaka hapa, wakawa wanaongea na huyu dogo hapa. Wote akasema muda mrefu wameshaishia wale wazee. Atakuwa nikasirikia sana mpaka ameondoka nini? Niliwakosea sana eti. Akaambia sijali. Inaonekana alikuwa na jeraha kubwa. Inawezekana kaka rais na mwenyewe akaondoka bure bure. Sasa kumbe dogo kawateka kimya fajawaambia. Amnyeka kaangalieni vizuri kama mtawapata paka. Tafuta kila pahali katika mji mzima. Kama mkiona mniambie. Amejifanya kama vile hajui, kumbe atuma askari wakawakamata tayari. Nilikuwa naomba moja kwako mheshimiwa. Njoo nyumbani kwetu basi, baba yangu ameita mashujaa wakubwa. Kwa nini tusianze maongezi? Kwa nini tuende kwenu? Mimi nafikiri sianza kuongea mambo yameisha. Masa wangu sikiliza. Baba yangu ameita mashujaa wakubwa katika ulimwengu. Na amekuja kujifunza kung fu, amekuja kwa ajili ya kuna kazi kubwa ya kufanya. Nafikiri ingekuwa nafasi yako nzuri kama ukienda pale. Ikiwa haupo wewe, itakuwa haipendezi. Master mkubwa kama babangu akijua kama ameondoka, anajisikia vibaya sana. Babangu akijua kama ameishia. Alimwalika kwa kuna mashujaa wengine. Hata wewe pia unaweza ukaja pia. Njoo pia. Mimi pia Gojing.
kama tumeitwa na mfalme mdogo, sio mbaya tukaenda. Tukikataa kwa sio vizuri. 你就陪我一起。 Basi wewe nisindikize. Twende na mimi kule. 那就烦了。 Lakini 带路。 itakuwa ni vizuri tukiandamana naye. Basi master akakubali tu, master wangu akakubali waje Guojing kwa kina huyu wa Yankang nyumbani kwao. 那这个赵王是谁呢？ Ino nyumba ya prince zao. Akaba ndio. Prince zao. Jamaa akasema sio prince ambaye alikuja Mongolia kweli. Guojing akaanza kukumbuka huyu prince zao ni prince wa 6 alikuja Mongolia, ni kweli. Hasa alifika nyumbani kwao, mashujaa wengine ndio wao wameshafika. Mashujaa wengine mara wakamuona dogo tena. 朋友，那天在街市， Mheshimiwa, hali ya kutokuelewana ilikuwa imetokea, hali ya kutokuelewana, 穆道长 lakini 想当 niombe kwa wote alikuwa imetokea. 贫道不敢当。 Akambalo sijali mheshimiwa, 牵手人头， mimi niko tayari kushirikiana na wote hapa. Hao wote ni hata Mr. Song, ni mkorofi kweli kweli, samani kwa yote. 这位是 Huyu anaitwa Geng Sen, ni mtaalamu sana wa kupiga uchawi mwingi na sumu kali. 党王道 Ya, nimesikia jina kubwa sana mheshimiwa. 党多有的 Na huyu hapa mimi niko vizuri sana kwa upande wa nduki na uchawi. 西域秘术 Huyu hapa ni Shadow, 至上， ambaye nguvu yake ya mkono ni kubwa sana. Sheng. Habari yako Sheng? 就 Karibu sana. Na huyu hapa anaitwa Huo Tong. 偶尔也 Yeye ni mtu mtaalamu sana wa manundu. Mheshimiwa na siku kuleta watu, lakini 我没有啊， sitaongea kitu. Ila kuhusu kijana huyu mtoto sitakubali ni mwache kirahisi. Kwa nini amekuja hapa? Anaonekana una ugomvi na huyu Guojing 有什么过节吗？小王爷， Mheshimiwa, huyu mtoto huyu ni muuni mkubwa kabisa huyu. Alimzalisha baba yako kule mtaani, tukiwa kule jangwani. Alitupiga sana huyu. 臭小子， Mheshimiwa, 黄河 huyu mtoto stahili kuja nyumbani kwenu kabisa. Baada ya leo tumkamate kabisa. Akawa amekimbia. Akaingia mzee mmoja bonge la pande. 不窄呀， Mwangalia alivyokuwa amekaa pale. 这么快， Mimi sikutegemea. Sana na wewe tena. 这回 Muda huu hawendi mahali nasema. 这臭小子 Wewe mtoto mjinga. Wao wanafunzi wao wa shujaa 7 hewa sijui. 还在一起。 Ha. Okay. Kumbe wale wa shujaa 7 wako nyuma yako. Yo. Yule anajiita Popoanga sijui. 霸道。 Sawa, wewe umejiamini kweli kweli. 说， Wewe 当时 msitukane na master wangu hata kidogo. 刺鬼抓了我， Umesikia? Tena mlinichokoza wenyewe. Wewe 请问阁下， tafadhali, 鬼门龙王 mfalme wa Dragon Senior Shah. Ndio wewe? 认识？ Kama umenijua 废话少， basi utakuwa umeshanielewa. Wang Chenyu, 你赶快， naomba nipatie mtoto fasa nimfundishe adabu. 你知道我 Najua unanifahamu nilivyo. Nikikasirikaga unaijuaga hasira yangu. Master wangu akamwambia hapana. Amemgusi huyu mtoto. 何苦要？ Nini kingefanya mumuone kijana mdogo kama huyu? Hey! 老前辈， Mheshimiwa, haya ni wageni wangu nimewaleta bwana. 的客人，我想 Mimi nafikiri Idi- kuna hali ya kutokuelewana tumetokea katikati yetu, lakini tukipanga mipango tutamaliza ugomvi huu. 请 Basi, tuleni ndani. Tukazungumze. 今天府上真是济济一 Leo katika nyumba yangu ni siku ambayo tuko busy sana. 啊！ Leta waini watu wanye kwanza. 各位一杯， Tusherehekee kwa pamoja kwa muunganiko wetu wote. Akamwambia msubiri. 以前 Naomba nikuulize swali. 贫道 Kabla sijanywa waini yako siku ya leo. 小王爷， Mheshimiwa, 日 nini maana yako kunialika mimi kunileta hapa? Tau. Nini cha muhimu hasa? 我之前去客栈， Nilikuwa nimefikiria kwa nikikuacha pia utakosa vizuri. What? Babangu ameita mashujaa wote waje hapa kwa ajili ya kutumikia ufalme wetu wa Jin. Jo- Ufalme wa Jin wanatamani kupata wapiganaji kama nyie ili tutumikie ufalme wa Jin ukue juu na utawale mataifa yote. 贫道不 Samani, mimi ni mtu napenda kuwa huru miaka yangu yote. Nagopa kwamba sitapenda na nitamwaibisha master wako. 您过谦了， Mheshimiwa nakurupuka sana. Yeah. Mwambie prince wa 6, mimi ni mtu nataka kuwa huru. 要在座的武林人 Hawa mashujaa wote taji msaada, lakini mimi hapa nataka kuwa huru na kama jambo la kufanya nataka nitafanya tuondoke. 说的 Master wangu, hawa watu ni watu wabaya sana. Wa ufalme wa Jing si watu wa Song, tushirikiane na wao. 指手画脚的， Hauna haja kuingilia huu, master wangu. 今日他们 Hawa watu wamekusanyika hapa leo ni wa ufalme wa Jing. Sisi ni watu wa ufalme wa Song. Yao tum- Watakuwa na mpango kufanya uasi kwa taifa zima. Tusikubali kuungana nao master wangu. 小王爷请 Tumwalika kwa heshima hapa. 为 Naanza ni kama mnatutukana na kutuvunjia heshima. Aye. Isitoshe mpaka bosi wetu naanza kumwongelea maneno vibaya. 这是王府， Hii ni jumba la kifalme mjue. Sio sehemu yenu ya kizembe. Sure. Samaniani wageni wangu msiwakaripie bwana. 了和气嘛。 Msiwakali kwao. Ata. Master wangu, 这次 hii ni nafasi yako pekee ya wewe kuwa tajiri na kufahamika ulimwenguni kwa sasa. 我保证， Tukichukua katika siku zijazo, tukitawala mataifa yote, utakuwa na jina zuri. 想让我为 Wanataka mimi nishirikiane na nisaidie nchi yako ya Jin.
你好， Acha upumbavu. Haiwezekani. 你还是早早死， Haitakayowezekani. 道不同。 So hapa so kesho kutwa. Gojing, tuishie. 我们走。好， Sawa? 等等， Ngoja. 这小子， Utaondoka lakini mdogo aendi mahali. Mpaka nimuue hiki kiumbe. 老前辈， Master Sha, 你为何要和一 kama wataka matatizo na mimi, mguse huyu mtoto. 王楚一？ Wang Chui, 你这个人 hauna hata elimu wewe. Unamtetea mtoto kama huyu? Unamkosea mfalme. 不出户的这城 Unamlinda mtoto mjinga kama huyu? 是明白。 Unajua alimwaibisha kasi gani mfalme wetu? 我们 Prince wa sita aliaibishwa na mtoto sana kule jangwani Mongolia. We, 一人做 hii kesi ni yangu, imguse master wangu, msimguse master wangu aisee. Nataka kumpiga namna yeye. Akamhamisha ilipita. Ingempata hiyo. 你一定要护着这小子。 Wanakana wa mtoto si ndio? Ila- Anamlinda. Mimi ndo nilimwambia aje hapa. Kwa usalama wake ni wangu mpaka atoke akiwa salama hapa. Sitakubali mtu amguse mpaka atoke akiwa salama. 16， Tumewalika hapa kwa Prince wa sita kwa makusudi. 如果 Lakini leo 矛头， ni kama ile jambo hatuwezi kuliacha kirahisi. 我们 Tutakapo siwetu tukimwacha mtu akaondoka, itakuwa ni ukosaji wa heshima kwa mfalme wa sita. Hatumwache dogo aende mahali. 今日 Kama mimi niko hapa na hapa, huyu dogo ataondoka akiwa salama. Hamtamgusa. Kama niko hapa. Ngoja. 小王爷， Mheshimiwa anatuzuia. Usijali Sheren. 王道长 Master wangu na brother Guo, Sure. wageni wangu niliwaita hapa. 今日就 Wala msua kali sana kwao. Waachie waende. Ama- Waache waende. 多 Tunashukuru sana kwa yote. 后会有期。 Baadaye sijui kama mwacha waende kweli, maana dogo ana roho mbaya. Akatoa amri kiaina kwa nyuma, chap, wape kitu. Jamaa kawai anapiga finga, huyu ni monki kawai. Shareni akawavikia kwa raja. Jamaa anageuka naona ngome inakuja, finga inakuja hiyo. Kuzuia namna hiyo mzimai. Jamaa akakinga kwa mkono, hizo zilikutana katikati, ndio si mchezo. Finga kwa mkono. Asa kumbuka wote ni wachai, nguvu za kichai wanatumia si mchezo. Bila namna hii. Finga kwa nani namna hii? Aliganda kama dakika 3 hivi mzee. Nguvu kwa nguvu mzima hizo. Siki ngoma hii. Moto kwa moto namna hii. Jamaa amekaza lakini ngoma ni wapi? Tawanyika mzee hai. Ilikuwa ni si mchezo. Sharen. Ameumizwa wewe. 反抗！ Wanyankang. Una hadi fake wewe. Wacha waende. Twendeni. Wakaishia. 小王爷， Mheshimiwa, wacha waondoke kirahisi namna hiyo. Na wacha waende kirahisi. Kirahisi nani kasema? Akaita askari. Wasitoke hapa. Fika mpaka huko. Alikuwa anapita panda kule, tunaeni kule. 你要跟我来！ Awache waende kirahisi namna hii. Bwana. Hey. Udogo kiboko. Ajia kwa juu. Kwa jamaa wako hapa. Wewe ameshatembea wewe. Kumbe walipanda juu ya batu, walikuwa sawa wajinga. Lakini master alikuwa ameshaumizwa mzima. Master wangu, mbona uko hivyo? Vile vidole vya yule jamaa vilikuwa vina sumu kali sana. Ana sumu kali kweli kweli. 一定不死， Na kama nikichelewa kujitibu hii sumu, 寻找 sina mahali pa kwenda. 真的客栈， Tabii tuende sehemu tukatulie. 我们必须在。 Tutafute sehemu iliyojificha, nitulie niweze kujifanyia matibabu. 那王道长，我背你走吧。 Master wangu, ikabidi waje katika hoteli hii. Wakaomba chumba wakakaa hapa. Sasa vile zile finga alipigwa kwenye mkono zilikuwa ziko na sumu kali kinyama. 王道长， Master wangu, tunafanyaje sasa? Usijali. 不停的 Ongeza maji ya moto hapa. Sasa anataka itoe ile sumu kichawi kutoka kwenye mwili wake na mdai. Unaambia maji mpaka inabadilika rangi. Ile sumu ya kichawi iliyoingizwa kwenye mwili wake. Sasa anaiforce sumu kupitia nguvu ya kichawi. Sumu itoke kupitia maji ya moto haya. Yeye ni mtaalamu mzima, kwa hiyo anaitoa sumu kwenye mwili kupitia nguvu ya kichawi. Jamaa kana muongezea maji tu. Hapo je? Maji yanabadilika rangi. 道长， Mheshimiwa, 随便 mbona maji yanakuwa meusi haya? 定之上， Anasema sumu ya Kisharen ni kubwa sana. Sasa hivi ninachokifanya, najaribu kutumia nguvu zangu kuitoa sumu kichawi. Toa sumu lakini piga chini mashine na mpaka maji yalikuwa yanachemka mzee. Hiyo sumu iliyoingiziwa ndani si mchezo. Watu wa zamani walikuwa wanatumia uchawi kuingiza sumu kwenye miili yao, alafu wanaitoa sumu kichawi kupitia miili yao. Baada ya pale, walirudi huko. 小王爷， Mheshimiwa, 王楚一， Chuni, 先住 mmeona ule mjinga 这个王楚一， Wang Chuyi anakiwa kukimbia, amekiwa sumu kali. Upashe. Alipigwa sumu kali sana. Anakuwa hajaenda mbali. Wako hapa, tafreni hapa.
Na kwa alikuwa hajaenda mbali. Sasa inabidi Guojing akatafute dawa ya kuja kumpa yule master apate kupona, maana ile sumu ikikaka mwili wake kwa muda mrefu itamfanya awe kilema ndani ya masaa 12. Itamfanya awe kilema. Itakuwa sumu iondolewe haraka sana. Ikabidi amtume Guojing akatafute madawa ya kwenda kumsaidia. Kila duka lilokuwa naenda hakupata ile dawa. Inabidi aletewe dawa haraka haraka imsaidie kutoa ile sumu ishe kabisa. Maana vinginevyo master atakuwa kilema. Mheshimiwa, namba hizi dawa kama zipo hizi. Soma. Dawa kusoma. Umechelewa kidogo sana. Kuna mtu kanunua zote sasa hivi kaondoka nazo zote zilizokuwa zimebakia hapa. Yaani ile shehena ilikuwa imebaki. Mtu kainunua kaondoka nayo, kapakia mzigo kutosha. Amesha nao sasa hivi. Kwa hatuna kitu hapa. Hamna shida. Kabidi atoke. Eti kuna mtu kanunua shehena ya madawa yale yote sasa hivi. Kutaka kweli kuna mtu yule pale kanunua shehena nzima anaondoka nayo. Yale madawa ambayo huyu anataka. Wewe subiri. Faster tone. Sasa mtu kashanunua hizo kumpora, mtu kashanunua yote. Hauna njia. Labda ungenaye kuuzia. Mbona gea kidogo na mtu anaumwa. Mara farasi wake akamgusa. Ready. Mbona umekuja mpaka hapa? Brother Huang yuko wapi? Kumbuka alimpa farasi yule binti Brother Huang. Alikuwa anaitwa Brother Huang akaondoka naye. Leo farasi kaja hapa. Wanipeleka wapi? Sasa Wanyankang alikuja hapa huyu prince. Wanyankang nataka niongee na binti nje kidogo. Sasa huyu Wanyankang ni muuni afu ni mjanja kweli. Akama mchezee binti. Kama utojari nimekuita kama ongezi samani kwa wote. Nataka nini? Wakati mchana niliwakosea sana pale mwanzo na nikamuuliza anko wako. Kwa nimejisikia vibaya sana. Nikaona nitatoa njia gani kukulipa wema wako ambao nimeufanya ubaya wangu. Nilikuwa naona tuongee mimi na wewe. Isingekuwa vizuri kama nikisema hadharani kama nakuhitaji, lakini samehe kwa wote niliyofanya. Wanatafuta vikosi mwita askari kututeka hapa, ndo wageni wako wanavyokamata kwa askari. Hapana. Mimi mtoto wa jumba la kifalme bana. Kwa hiyo na watu wako wamejiunga na kuja kutunyanyasa sisi. Kwa mimi kazi yangu ni kwa eti. Makosa yangu ni kwamba nilikuwa napigana pale kwa ajili ya mwanamke, nilikuwa naibu kama mtoto wa jumba la kifalme. Lakini yote nimeyafanya kwa sababu yangu mimi. Sababu bure sisi wawili mmenichukia sana. Sisi kuchukia wala. Mimi na binti akakataa. Binti akana shampenda. Basi ushanielewa vizuri sana mama. Alimrudishia kiatu chake hicho. Kama unaacha kiatu, nilikichukua makusudi ili nipate nafasi nyingine tena kukuona wewe tena. Hiyo kama sababu tu kukuona. Ndio hivyo. Kama kweli nilipokutana nawe mara ya kwanza tu nilikupenda hapo. Kikweli ni kwamba mjomba wako ananichukia, lakini nisingeweza kupenda kusema hadharani kama nakupenda mbele ya hadhara. Sababu mimi ni prince. Lakini nilichukua kiatu ili kuonesha kwamba jinsi gani nakupenda na kukujali. Mimi hisia zangu ni za kweli. Lengo langu sio kuondoa kila kitu. Kwa nini? Hapana madam. Mimi pia ni mdogo mbele yako, lakini mimi ni mtu wa jumba la kifalme. Nikisema kama nakupenda mbele ya hadhara watu nitaibisha ufalme wetu. Lakini kikweli mimi nakupenda kwetu kama moyoni mwangu. Na wala sio mchezo. Au niamini mimi bado. Nataka tukae mimi na wewe tuoane kabisa. Alinirudishia kile kiatu. Binti kampenda kweli, lakini jamaa siji kama inamaanisha ukweli. Lakini baba yangu nitamwita mama yangu asubuhi aje kuongea na baba yako ili tufunge ndoa yetu mapema sana. Binti kampenda kweli, lakini huyu jamaa sijui kama kampenda kweli binti au la. Hebu tuingie kwa jumba la wanawake wanaojiuza. Hao wanaita madanguro ya huko kwao. Sema wanawake wanajiuza starehe kama zote nini. Starehe zilikuwa tangu karne hizo bablai. Lakini ndugu yangu, oya mangoma tu, ngoma kama ngoma. Waacha kimtoto ule pale wewe. Waita. Karibuni wageni bana. Hapa ni brothel. Akapoa mashine hizo. Kila kitu kipo, kila kitu. Njoo ndani. Karibuni. Anataka sasa vimba vimejaa kama vijajaa. Tangu tumetengana na Jing, nikana wanawake wanakuja hapa tunafuata muda mrefu sana. Kama wanawake kwa jambo wanalolifanya. Nikutana na wanawake baadaye. Nafanya pata mshtuko sana. Tunawafuata kila wanapoelekea. Mara wanawake wakaja kweli ni hawa. Leo wamekuja na master wao ndio huyu.
Master Wao anapenda wanawake huyo. Kucheki hivi, Master Wao ndio bonge la HB. Anapenda wanawake kinyama. Kunywa. Anafundishaga wanawake tu jamaa, anapenda wanawake kweli kweli. Yeye ndo master. Anapenda wanawake ile mbaya. Ni mzuri jamani kama uso wako. Kila binti akimwona anamfahamu. Huyu ni mpenda wanawake, kila mtu anamjua. Kuja hapa. Anapenda wanawake kinyama. Yaani wewe, yeye anafundisha wanawake tu. Na yeye ni wa kiume. Mrembo wewe. Master akamwambia sikilizeni. Udogo ni handsome lakini lapenda wanawake kinyama. Awazingirwa na wanawake mdo utafu mwanaume. Kwani ni aibu kubwa eti. Binti akamwangalia. Akamwambia huyo ndo kiongozi wa masharati mkubwa. Anafundisha wanawake. Anaitwa Baiduo. Atakuwa tu anahusiana na ile swala la jing. Kama yuko hapa, atakuwa na lengo baya kwa ufalme wa Song. Tumjaribu tuone ikoje huyo. Itakuwa ameitwa naye miongoni mwa master alioitwa. Wewe amekuja hapa kwa lengo hilo. Kaka, tukipigana naye, tusimwache akimbie. Yeye asikimbie huyo. Dada wa pili. Hebu kaangalia kuna mlango wa pili kule ngambo. Kaka kuna mlango mwingine mfunge. Asitoke hapo utakuwa tumnase huyo. Akisha kwamba akimbie mkipigana naye. Najua. Binti akangoja master. Kama nikamjaribu. Sawa. Wewe si mwanamke sana napenda wanawake. Binti akaenda. Sasa kama binti ngoja mrembo ngoja. Na chini bwana. Binti akana mtesi napenda wanawake kweli kweli. Na mabinti zake wako hapa wewe. Ni master anagonga yuko fit na meiva kinyama. Mimi sipiage wanawake. Kama kia binti panga. Niachie. Napenda wanawake wakatili kama wewe. Mrembo mzuri ya nani. Mwachie sister haraka sana. Mashujaa 7 tuko hapa. Mwachie faster. Kabisa kazuia namna hiyo. Kume mashujaa 7 mko hapa. Kama sikosei, huyu ndio ule Xiao Ying. Kale karembo katika wanawake 7. Huyu ndio mwenyewe katika wale mashujaa 7. Ninapenda wanawake wazuri kama haya. Kama utojali basi nataka mwanafunzi wangu huyu. Kwa inabidi nimchukue mwanafunzi wangu. Bwana. Gonga namna hii, akamteka binti atulia. Pera akamgusa namna hiyo. Nikanapiga afu kanapenda wanawake kinyama. Yaani kwa swala la wanawake ukatoi. Siji kama namna hiyo. Kama akatafuka juu kwa juu mzee hizo. Wanawake wako fiti kwa jamaa yuko naye yuko hapa. Alipigwa na kirungu wewe. Aligusa hiyo lakini ni mtu mtani anapenda utani kweli kweli. Akarudi namna hiyo. Yuko fiti anapenda utani kweli kweli. Akatoa chini chap akatimka. Wakamkosa. Sasa usiku ulipoingia, baada ya kuona madawa yote yamenunuliwa mjini hamna madawa, Gojing alikuja kutafuta dawa hapa. Kumbe tunaingia kwenye jumba la kifalme. Akamwambia ndio. Ile madawa yaliyonunuliwa yote yameletwa huku. Walinunua madawa yote ili ukose. Konjo huku. Kuna ikaza madawa atakuwa hapa kweli. Kuna wapiganaji wakubwa huko watakuja kuumia eti wewe. Kamba kumbuka, hamna njia yote ile, mimi siogopaji kitu. Wewe twende. Madawa yote yamefichwa hapa. Mr. Wang alisema kwamba ule mpango ulikuwa mzuri. Lakini King Zhao akiwa anakuja kasikia itakuwa ni hatari tukiwa tumeingia hapa. Hii jumba linalindwa kweli kweli, jumba la kifalme mjue. Itakuwa ni hatari tukikutwa humu ndani. Subiri. Kang Jin sikiza. Leo ukipata zile dawa tunaondoka haraka sawa? Tumpelekee mna njia nyingine yote ile. Basi hamna shida. Njoo. Hamna njia, dawa zimefichwa huku. Hapa. Wakasikia. Hivi prince amteka binti wa nini sasa? Kama hataki kumuoa amemfunga nini mtataka kumuoa? Itakuwa na lengo lingine. Wewe na simjinga tu mji prince wetu na wewe. Walikuwa wanamwona watu hao. Naona? Ni kama amemfunga yule mzee na binti yake amefungwa hapa kumbe. Huyu mfalme mpumbavu kweli. Mtoto katili. Ronga. Mjomba. Ale mnistangi kwamba sasa nami nitakuja nitakaa hapa. Ale mjomba sio nzuri. Walikuja mpaka humu ndani. Kufika hapa, jamaa hataki chakula. Hata ujifanya kwa mzuri. Ambia mjomba wenu aje hapa. Ambia prince wenu aje hapa. Ifanye mtakatifu kwetu. Kumbe muone mkubwa. Bana kasitia ngoja. Akaja prince. Ana wageni wangu msiwakaripie. Ni muuni mnafiki udogo. Yaani samani nimechelewa kidogo ama umeteseka sana samani kwa yote. Binti kashampenda. Nini maana yako tukamata sisi hapa? Kutufunga hapa. Mheshimiwa, mimi sina nia mbaya. Nataka nimuoe binti yako Nancy mapema sana.
Jamaa kajua. 3岁的 Nafikiri mimi amekuzidi muda mrefu sana. 会把我们 Umetufunga hapa leo. 这里 Alafu kama vile wafungwa, alafu nasema unataka kumwoa binti yangu. 姑娘品貌衣领， Kiukweli 我实在是倾慕。 nimefurahishwa na uzuri wa binti yako. 不， Lakini 我是王， ni kama ni mrithi wa kabila kubwa na jumba la kifalme. 要是 Mtu kama akitaka kumwoa mtu kama huyu, 江湖 lazima iwe sheria kubwa. Nimefunzwa chini ya sheria. 亲家， Inabidi Yo swala. baba yangu atanikasirikia juu ya hili swala, inabidi niongee na mawaziri kadhaa ili jambo lifanyike haraka haraka niweze kumwoa huyu binti. 虽然是江湖， Nashindwa kuelewa, 但好 lakini sisi tunavyotuona hapa ni watu wa chini sana. Andeni. Hatuwezi kukusumbua wewe. 是这个意思。 Sijamaanisha hivyo. 我想等这事儿 Ni kama nataka nimwoe binti yako, lakini kimwambia baba yangu nataka nimwoe kwa jinsi nyinyi ni watu maskini. 自己 Baba yangu atakasirika. Kwa hiyo nataka niongee na mawaziri kadhaa ili tutafute njia ya kufanya niweze kumwoa binti yako. Ila. Haina haja. 你是王爵， Wewe ni wa jumba la kifalme 无草 na sisi ni binadamu wa kawaida ambao ni maskini wa kutupa. Hatulingani kiuchumi. 算是 Nancy hawezi kukufuata wewe. Naogopa kama mtanyanyasa binti yangu. 辈子偷 Na hawezi kuwa mke wako ukawa unamficha ficha ovyo ovyo. 更大的做你的妻子。这个您不用担心， Mheshimiwa hata kuhofu kuhusu hilo. 我一定 Nimeshakwambia na mbinu nyingi za kufanya. Nitaongea na mawaziri na nitamwoa binti hadharani bila shida. 好， Okay, nakuamini. 我亲 Mzee akamwamini. 去把你娘 Nenda kamwita mama yako nje niongee naye 面 kuhusu hili jambo moja kwa moja. Mama yangu aje kuongea naye wa nini sasa? 啊， Nilijua tu umaanishi wa Nyankang. 就看 Nilijua umaanishi ni muuni mkubwa wewe. 根本就是在消， Kutuchezea tu na mchezo wako, si ndio? Oh, sikasirike basi bili kwanza. 要么滚出去！ Mwite mama yako. Aongee ni yako ni nini? Alikataa. Alikuwa na wasanifu tu. Wewe mtu kirahisi hivyo. Linapenda urombaya mbaya tu. Yaani dogo rombaya linapenda kweli. 我要的东西准备好了， Ushaanda ule mzigo sungura huyu hapa. Sasa angalia alivyokuwa na roho mbaya udogo. Akamchukua huyu sungura. Anamchezea mpaka mama yake akili, yani alivyokuwa yule mtoto libaya. Akamshika huyu sungura, chochote alifanya. Vunja mguu sungura pale pale. Alimvunja sungura mguu makusudi. Alafu akamrudishia kwenye ile sehemu. Alafu akasemaje? Mpelekee mama yangu. Mama chukua sungura huyu. Nyamguta sungura anavunjika mguu. 哎呀， Oh. 哎呀，好像腿。 Inaonekana mguu wake umevunjika huyu. Mkweli mama, mtibu basi, mtibu. 康儿， Okay. 我的 Naba kwenye pochi yangu kachukua kisu na kuna dawa iko pale niletee. Mama yake ana roho nzuri kweli. Mama kweli una roho nzuri wewe. 娘 Mama, 就知道 nilijua tu kimwona huyu sungura lazima utamtibu tu. Kwa hiyo unajali sana miiko ya Buddha. 这孩子， Sasa kumbe akawa anamsikiliza. 王一治， Inaonekana huyu prince ana roho mbaya. 明明他 Haya anamvunja sungura makusudi afanye mama yake amtibu. 他娘去治， Hivi roho ya wapi? 蓉儿， Anasema anaonekana kwa vitu vingi viko hapa. Kwa nini huyu queen anaishi kwenye jumba baya kama hili wakati jumba la kifalme liko? 为什么要住在？ Kwa nini queen anafichwa kwenye jumba baya kama hili? Nafikiri kuna jambo aliko sawa. 觉得这个王 Kuna kitu kiko sawa. Kwa nini huyu queen afichwe hapa? 不过， Inakaa mambo yanafurahisha kweli kwenye jumba hili. 反正 Queen ni jumba zuri, kwa nini aje kujificha kwenye jumba kama hili? Yaani mwanamke ni queen lakini anakaa sehemu mbaya kama hii. 那对妇女是 Bwana kuuliza swali. Yule mzee na mtoto wake umemteka wewe. 你这孩子 We, 都归我， acha kufanya kitu kama hicho. 让你 Mwanangu, ufanye vizuri unajua. 记得娘。 Kumbuka nilivyokuambia pale mwanzo. 如果你 Sije ukawahi kumtesa mtu wote wa taifa la Song. Nilikwambia hivyo, si ndio? 娘 Mama, wewe hujui kitu. Mimi sijawateka watu kwa makusudi. 就是 Ule binti alikuwa anataka cheo changu, wewe mke wangu kwa lazima. Kisa mimi kwetu ni matajiri. 只不过 Yule binti alitamani utajiri wangu. Ndio maana akajifanya anataka aolewe na mimi. 是觉得好 Kwa mimi nikaona ni vibaya. 没有打算 Kwa hiyo siku na mpango nataka nimchezee tu, sina nia ya kumuoa. 对妇女 Halafu 告状， ni kama nikionekana mbele za watu wote, binti alikuwa ni kabisa anaonekana kabisa nia yake. Anataka tu ni apande cheo changu haraka sana. Kwa hiyo nikawaleta hapa kwa makusudi. 这个小 Binti toto ni liongo hili. La danganya mpaka mama yake. 年木姑娘， Ndiye nimemteka binti, binti ametamani cheo chake saa ngapi? 37， Itakuwa huko ni mchetani mkubwa. Tashu. Kama nimsaidia Nkomu na binti yake watoke kule. Naomba subiri kwanza. 但是 Tafuta dawa kwanza afu ndo tuondoke. Haisi sitakuwa kazi rahisi. 现在 Tukishapata dawa ndio tutangalia jinsi ya kuweza kuwasaidia. 你不吃， Sawa. Tutafutie hiyo dawa kwanza leo tuleta hapa. Twende kwenye gala la dawa kule store. Wakatoka wakaenda store. Kumbuka dawa zimefichwa hapa. 蓉儿，快， Wakaenda kutafuta dawa. Sasa store ya dawa ndio hii hapa. 没带走。 Huyu jamaa ndo mtu wa store. Wewe kaa nimekunywa nimelewa ikuhusu. 好好好， Pombavu. Nimelewa ikuhusu. Ronga, huyu jamaa nilimwona amenunua madawa yote kapita siku zile pale. Ni huyu nilimwona huyu pale store. Alinunua madawa yote.
basi utakuwa unajua kila kitu mali madawa alipokuwa. Huyu ndo alinunua madawa yote pale. 的就是他。 Atatusaidia kutafuta madawa hayo. Jamaa kalewa kweli. Kavuta kuja hapa, akazibwa mdomo. Kisu hichi hapa. Twende. Wakamkamata wakamleta kando. Kisu makiona. Toa kwenye shingo. Haya tuambie. Madawa yako wapi ambayo ulikuwa umetumwa ukayanunua? Maanisha nini kusema hivyo? So ulitumwa na Prince ukanunua madawa yote mjini? Sielewi unachokisema. Takutoboa hata kutuigizia. Nilikuona makusudi macho yangu mwenyewe. Sema kweli. Madawa umeficha wapi? Mimi sijaficha. Madawa yote nimechukua mkubwa. Mkubwa kawachukua. Kamkata. Naongea. Nakwambia ukweli tu. Kule kwetu nimefundishwa kisu kina sumu na dawa ya nyoka. Nikikutoboa hichi kisu kina sumu kali. Baada nitakufa endapo nisipokupa dawa. Nani alisali moja? Nisha kukata mpaka hapo. Kwao niambie ukweli. Wapi dawa zipo? Vinginevyo sitakupa dawa ya hii sumu nisha kukata na kisu kina sumu. Sema! Muda unaisha. Naongea. Ni Prince aliniambia nichukue madawa yote niyafiche store. Lakini huwezi kuchukua ile madawa mpaka upate kibali kutoka kwa Prince. Ndio upewe madawa. Madawa yamefichwa store yote. Vuja mkono. Usimkuje mkono namna hiyo. Akaambia senilaumu mwenyewe kataka haya yote haya. Ili apewe dawa, tumjeruhi na yaonekane kama anahitaji madawa. Baadaye akamtuma. Samahani mheshimiwa Prince. Alimfuata Prince makusudi. Washamvunja mkono. Mheshimiwa. Mkono wako na shida gani? Mbona umegeuka? Mheshimiwa, nitakufa endapo nisipopata dawa. Nilikuwa nimeloa bahati mbaya nikaanguka kwenye ngazi. Nikani maumiza mkono wangu. Mheshimiwa, nahitaji dawa kama TNK, liver bile na dawa ya Sparrow. Hizi dawa nazihitaji nitibu ugonjwa wangu. Ama dawa yote yapo chini ya utawala wa Zinke. Kama ndio mheshimiwa, bila kibali chako siwezi kupewa madawa mheshimiwa. Ulisema amri hiyo ifanyike hivyo. Sasa mkono wangu mwaumia, nahitaji madawa. Andika barua mpe dawa. Atakufa mfanyakazi wako ujue. Hamna shida. Sasa akapewa kibali, wakamteka tena. Twende hivyo. Store ndo pale, bila kibali uingie. Sio kibali hichi hapa. Nenda kampe kiongozi pale, afu uingie uchukue madawa. Chapu tulete madawa hapa faster. Hizi dawa tulizo kuandikia na katuletee. Sasa nimeelewa. 说，你身上还有这么厉害的毒啊？ 我才不相信 Una njia yote la pana. 打不过别人。 Kile kitu kina sumu. Nilimdanganya. Kile kitu kina sumu ile tufanyie kazi. 你真聪明。 Basi wewe ni mjanja. Jamaa akaja huku. Sasa leo Prince wa sita amekaa naongea na wale wakubwa. 您救命呀！ Mheshimiwa dawa hizi. Prince wa sita ndio huyu. Huyu ndio mkuu wa ile eneo lote hapa. 的确是康。 Inaonekana Kanga ameandika haya. Mpe madawa hayo. 那 Inaonekana mabaya amepata hayo. 今天 Ingia store ambia kupe madawa hayo faster. 各去 Manne tu utoke. 给这位 Mumpe hizi dawa anazozitaka. 谢谢王爷。 Nashukuru sana. Kibali kishaonekana, ameruhusiwa kupewa madawa. Akatuma mfanyakazi akampimia madawa anayoyataka. Sasa wao akaenda kumpimia. Prince wa sita akakusanya wapiganaji wote wako hapa. Kuna mpango anapanga, sikia. Waenda kachukua madawa. Sasa mimi nikasikiliza Prince wa sita anapanga nini na watu wa huko. 对了，金哥，那 Waenda kachukua madawa. Na kisha baada hapo tamuokoa Nancy, tukutane kwenye garden nje pale, sawa? 一起离开。 Mimi na wewe nikasikiza wanaongea nini hao watu. Hamna shida. Kwa makini. Ama usijali. Sasa store ya madawa ndio hii. Wakaja store ya madawa. Store ya madawa ndio hapa. Walikuja. Madawa ndio hayo. Anatakiwa achukue. 天气 Dawa ya Tianchi. Hey, nani huyo? Jamaa kamuona, wewe tulia. Wewe. Tutauawa kakimya wewe. Tutauawa. Fast toa madawa hayo. Jamaa kama panic. Toa madawa yote hayo. Akanachukua anaweka, anachukua kila dawa anaweka. Sasa kumbuka Gojinga ana roho nzuri sana. Akana muone tena huruma huyu mzee. Mzee, madawa tayari nishakupa hayo hapo. Unachukua. Nipenda mimi dawa yangu ya sumu ya nyoka mlio nikata na kisu. Nipe, tulia.
Mheshimiwa, madawa yako si hayo nishakukia hayo hapo. Unapenda mimi niwaamini au niamini nini? Tulikutriki bana. Hamna sumu wala nini. Hamna sumu. Kwa mlinidanganya. Mlinidanganya. Yaani msaada. Wewe mlinidanganya. Jamaa alikuta ameharibu mambo mwenyewe. Sasa amedanganya kama ameharibu mambo. Yaani kuna mwizi. Akapiga mayowe namna hiyo. Akapeleka habari umekwisha. Akamzimisha hapo. Jamaa akajifunga. Yaani msaada. Yaani msaada. Kuna mwizi. Akana payuka. Piga mlango. Jani kuna mwizi. Alizimishwa pale pale. Akabidi afunge mlango waingize ndani. Walinzi washasikia kelele maana yake watakuja hapa muda mrefu. Sasa hii chumba kina sumu kali na madawa kibao. Akaficha. Walinzi kufika. Itakuwa ni huko nini? Haiwezekani wewe. Hilo ni jumba la madawa, kuna sumu kali huko ndani. Wa mimi siendi. Hamna mtu ataingia huko ndani bwana. Hamna mtu anaweza kaingia huko. Twendeni kutafuta sehemu nyingine. Hii kaa bahati. Kama si dawa nishaziharibu, dawa sijui. Sasa yeye ajui dawa ziko wapi. Ameshawazimisha jamaa hizi kajua dawa. Akipiga hesabu ya haraka ikabidi afungue kila pahali aangalie dawa. Sasa akana fungua maana hajui yale madawa, akana chukua kila dawa sample ile aondoke nazo. Maana hajui kuhusu madawa. Wanaojua madawa ameshazimia pale chini. Kuna nyoka alikuwa amefugwa humu ndani zaidi ya miaka 20. Ni bonge la chatu mzee. Wakati yuko pale anapekua madawa, alifungua chungu bila kujua. Wakati huo mzee anaongea na hao watu. Anasema Yufei aliandika mashairi 4 ambayo mashairi ndani yake yalikuwa na ujumbe uliofichika. Kabla hajafa Yufei aliacha mashairi kwa muda mrefu sana. Na alikuwa na verse. Na hao mashairi aliacha kwa mfalme wa Jin. Kwa miaka 10 yote nimekuwa nikijaribu kuyatafsiri mashairi aliyoandika Yufei, lakini nikashindwa kuelewa nini maana alimaanisha nini kusema hivyo. Kwa hiyo nikaficha katika ufalme wa Jin kipindi hicho. Lakini kitabu chake cha siri za kivita hakipo hapa. Ila alipokufa Yufei niligundua kwa nini aliandika ile mashairi. Lakini hakuandika kurupuka, alikuwa na maana na siri kubwa. Kuna mashairi alikuwa ameandika. Kwa kuna siri imefichika mle. Yufei alikuwa jero mkubwa miaka hiyo. Lazima atakuwa ushajua maana yake. Anasema hatimaye naweza kuelewa kidogo kidogo maana ya mashairi 4 ni nini. Katika haya mashairi 4 ukiyachanganya maneno 3 ya mwanzo, ukayasoma nyuma kwenda mbele, unaweza ukapata maana halisi nini Yufei aliandika kwa ile karatasi. Utaelewa vizuri tu. Basi mheshimiwa, ongera kwa kuyajua. Hebu tuambie, aliandika nini? Nini maana ya mashairi aliandika Yufei? Yufei alikuwa naacha. Ni kama urisi alikuwa anaandika kwa mrisi wake atakayekuja baadaye. Lakini katika watu wa somo walishindwa kuyasoma. Na watu waliomfanyia akuandika kwa ajili hiyo. Nini maana ya hii yote? Hiki kitabu cha style kiko wapi? Hiki kitabu kina uwezo wa kuandika, kina mbinu nyingi za kivita, kwa sababu Yufei alikuwa mtaalamu sana kwa masuala ya vita. Alikufa lakini kitabu chake tukipata tutatawala ulimwengu wote duniani. Basi kwa hiyo miaka yote lengo langu lilikuwa moja tu, kupata hiki kitabu kusini mwa mji. Na hiki kitabu kipo kwa ufalme wa Song. Kwa kitabu cha kivita chenye siri za style za kivita kipo katika ufalme wa Song. Huko jamaa yako yakaa anapikwa madawa atakumbuka hayajui. Yeye akaa anachota ovyo ovyo anaondoka nayo. Lakini alisensi kuna kitu nyuma yake. Bwana alisikia mlio wa chatu. Anageuka ngoma ya bei. Nasema anakuja namna hiyo. Akaidaka pale pale. Ni chatu mkubwa alafu istoshe amenyweshwa madawa miaka zaidi ya 20 yuko hapa. Huyu chatu kwa ajili ya madawa. Jamaa kuzinduka. Akamwona mtuhumiwa mazingira na chatu. Akaenda kuita askari. Nisaidie. Akiwa na habari huko. Amekaa na mama yake. Hebu ngoja kwanza. Nini unashtuka? Kuna shida? Mama. Huyu mfanyakazi kaniumia mkono. Sasa kama umia mkono tu. Kwa nini atake madawa yote akati umia mkono tu? Sasa huko Yufei, huko Gujing anapambana na nyoka peke yake. Asa baada ya Yufei alivyokufa alizikwa kando ya mto ya daraja la Jing na mfalme Siu. Baadaye akahamishiwa kwa katika temple. Sema ni kweli. Yufei uwezo wake ulijulikana kila mtu duniani. Ndaka mbasi kizani. Hii ni siri ninawapa. Prince wa 6.
我呢？ Rafiki yangu mfungwa ni naye. Aiso. Anajua mahali kitabu kilipokuwa. Chau. Ni mfungwa aliyemfunga Yufei. Sacha. Ndio anayejua mkuu wa gereza, lile gereza lilofungwa Yufei. Ndio anajua kitabu kilipokuwa. Masikia mheshimiwa. Nini? Kuna nini? Kuna mwizi. Mwizi. Atakuwa ni Guojing nini? Mwizi. Ndio. 偏偏在这 Muda kama huu 贼， kuna walinzi wako wengi sana. 走，陪 Lengzi, 一同 hebu kaangalia kuna shida gani kule? Hamna shida mheshimiwa. Mwami nikiangalia sehemu nyingine. 什么贼人？ Huyu mwizi katoka wapi? Mwizi na nyoka. Nyoka wangu. Mzee anampenda nyoka wake kweli kweli. Nyoka wangu. Wewe kwa nini kinachoendelea? 不良， Tukamsaidie nini? Huyu mwizi asikimbie bwana tukamsaidie. Binti akaona hapana. Wakienda wote watamzidi Guojing kule. Binti akaamua kufanya kitu kwa Zubaisha. Binti akashuka chap chap. Akatoa pale mbele. Ili asimfuate Jigjing. Wewe nani? Akaamua kuwazuga hapa. Nakala binti umependeza kweli wewe. 谁稀罕做惊人的走？ Na nataka kuona uzuri wa maua. Njoo yaangalie sio kwa mbali. 木一叔的下落了， Na nataka uje mbele yetu wewe. Kwa mnatakaje? 那就 Tutegemea kama binti kama uko hai. Wewe ututriki siku zile. 几个丑八怪！ Kwa uwezo wenu mlivyokuwa nafikiri mtawadanganya watu kama nyie. Njoo jaribu uone. Kwaheri. Jamaa anapenda na wake akamzuia mbele. Chap. Binti alikuwa anafanya makusudi hivi kuwazuga ili wasiende kumkuta Guojing kule. Wakamzuia asiondoke. Wewe unapenda wanawake kweli. Guojing anapigana na nyoka peke yake. Nyoka anamzidi nguvu alimuuma. Akaamua mng'ate nyoka afaka na fyunza damu. Kumbuka wa China waga wanakula damu. Wanakulaga nyoka wa China. Akaanza kumla nyoka huyo. Alimng'ata mtaka mnyoa damu yote. Kwa amshikilia kwa nguvu. Vinginevyo atamuua. 爹， Wakati anakuja kumara, Kangya. 去哪儿？ Baba unaenda wapi? Sasa. Sikia kuna mwizi maeneo haya. 护卫， Kwa makini nitakuwa ongeza ulinzi wa kutosha. 检查一下那些。 Nataka nione kama vitu vangu viko salama ndio maana nimekuja hapa. 你去忙。 Basi wewe usijali, niachie mengine ya ulinzi. Huyu ndo aliyemlea. Yeye anamuona kama baba yake sababu hajui kama huyu si baba yake. Huyu si baba yake, yameelewa tu. Inaonekana huyu mjinga kaja hapa 你找药。 kuchukua dawa kwa ajili ya yule mtu. Na mtega. Mzee akaenda kuangalia. Kusikia kuna mwizi, akahisi huenda wamwibia mashairi yake. Akaenda kuyacheki mashairi yake kama bado yapo. Haya mashairi yaliachwa na general mkubwa miaka hiyo, ambaye general huyo alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Huyo general alikufa, baada ya kufa aliacha siri nyingi za kivita. Mashairi aliyoandika general ndo haya. Baadaye nyoka alikufa, alimfyonza damu zote. Vinginevyo angemuua yeye. Sasa akaanza kusikia mwili unapata joto kinyama, maana alikunywa damu ya nyoka. Bonge la joka mzee. Jamaa akasikia joto. Mbona nimekunywa sumu ya nyoka ni? Mbona nasikia mwili unapata moto namna hii? Huku binti anazuga wale wasiende kumzidi Jing kule. Guojing. Mara alishuka mguu kuja hapa. Akamzungusha chap. Afa akamdaka asianguke. Jamaa anapenda wanawake kweli kweli. Bila lakini wapi huyu? Yuko fiti si mchezo. Anapenda wanawake kweli kweli. Akawa anacheza na binti namna hii. 好口不打。 Anakaa mko vizuri sana kutega watu nia. Chema. Sitaki kucheza, ngoja kwanza. 不， Subiri kidogo binti. 姑娘这么美， Anakaa mrembo sana, afu ningependa wewe mwanafunzi wangu kama ungetenda. 诸位英雄， Lakini mashujaa kama wanataka kuuliza swali. Swali gani? 小丫头， Wewe mtoto, umesikia tuliongea wote hapo ndani, si ndio? 见了吗？ Ndio. Nimesikia kila kitu, mbwa mkubwa akiongea na mbwa wadogo kama nyie. Yaani Prince na mfalme na wanafunzi wake. 小姑娘， Usudu kututusi sisi wewe. Unatujua sisi wewe. 灭了！ Umechoka kuishi inaonekana wewe. Kampelekea lakini huyu jamaa anatumia mikuki, yuko fiti kweli. Anatumia mikuki na ncha kali, anagonga si mchezo. Vuta namna hii. Binti yako na zintani wewe. Bila kana ama lakini ngoma wapi? Ubinti inakaa sawa mtu wa kawaida. Binti ana uwezo wa kutosha. Jamaa anapiga kinyama. Ameweka binti hapa. We. Binti yako na huyu jamaa si mchezo. Katoboa basi binti kama namna hii. Hakusikia bonda kule mtu akatua juu pale. Jamaa akapiga mashine hiyo. Baba anamfuata namna hii. Binti akarudi hapa. Akajua kuna kazi ipo. Huyu jamaa anachoma, anatoboa kinyama. Anatumia silaha mbili zinatoboa si mchezo. Kamkunja kamtanya hiyo. Kamkunjia kwanza hapo. Piga nyingine. Ile mgusa hiyo. 姑娘的， Mama ulinyoshia wewe. 请问姑， Jina lako ni nani wewe? 尊师是哪？ Kwa nini mwalimu wako ni nani? Kwa nini nikwambie? 呀， 你不说的话， Tumia mwalimu wako ni nani? Utakuua utaondoka hapa. 切， Binti kama kuishia ndani. Wewe subiri wewe.
Binti akaja kwa triki, akajua ana uwezo, bila akili hapo utoki. Binti akajua ngoja. Akaona ngoja hawa hawana akili vizuri, wao wachezee. Akajifanya nakula hapa ndani. Akatengeneza mazingira kama onekane kama ni marafiki kwao. Kwa hiyo kombe hana ubaya wala nini. Sasa wacha mzee haji hapa. Huyu ndo anatengeneza madawa yote hapa. Kuta madawa yake ameibiwa. Kiicha mshtua zaidi, kumkuta nyoka wake kauawa. Mama. Ye. Nyoka wangu. Nimekulisha madawa miaka 20. Nimekuwekea sumu miaka 20. Ili nje nipate nguvu zako baadaye. Leo mmoja umeuawa. Miaka yangu imekuwa ni bure. Huyu nani kafanya yote haya? Kidogo nifanikiwe mpango wangu. Huyu mtu kafyonza damu yako yote. Nani amechukua damu yako? Mimi nina shida damu yako. Lakini sitarajii leo nikanya damu yako jamani. Yangu tameenda bure. Huyu mzee kumbe alikuwa anataka damu ya huyu nyoka. Ale muone nyoka wangu. Nani muone nyoka wangu? Mara jamaa naye akafika, Yankang kafika. Prince Yankang. Ama ngala mheshimiwa. Huyu nyoka wangu nimwekea nguvu. Damu yake nilikuwa nataka nje ninywe mwenye baadaye. Mtu kaingia kana damu yake kamuua. Niko wapi? Ngoja kwanza. Wewe. Kwenda. Mheshimiwa. Wako wapi hao? Mwizi kaenda wapi? Ndogo mlaji mdogo fulani mdogo hivi. Alikuwa anataka madawa, amekimbia. Amekuja kutafuta madawa, yuko na binti fulani katili sana. Amekimbia mheshimiwa. Nitamuua. Mzee alikuwa anataka damu ya huyu nyoka imsaidie apate nguvu. Sasa nyoka ameuona damu, amekunywa damu ni nani? Gojing ndo kana damu ya huyu nyoka. Sasa kumbe damu ya yule nyoka imewekewa nguvu nyingi. Yule mzee huwa anazitumia. Sasa Gojing alikunywa damu ya yule nyoka. Anajisikia mwili wa moto. Sasa alikumbuka binti amemwambia, ukishachukua dawa, tukutane nje ya bustani. Tuweze kuondoka. Sasa kuna binti anachezea triki. Wewe nani hasa? Mtuambie ukweli. Tuambie ukweli. Haba ngoja. Wewe kamata moja kwa moja. Acheni ujinga bwana. Mnataka kupigana na mimi yao? Ndio. Wewe mtoto wewe. Utakuwa mpira kulaani watu sana. Vizuri. Unataka kupigana na mimi ni rahisi sana. Tunafanya kitu kirahisi tu. Hata kuongea sana wewe. Tuanze. Binti akaona ngoja. Akakusanya bakuli 3, akamimina waini mle ndani. Zile bakuli 3. Unafanya nini hapo? Tutapigana mimi na wewe. Lakini kila mtu achukue glasi, bakuli 3 zenye maji ndani yake. Atakaye mwaga maji kabla mwenzake ndo ameshindwa. Yaani mnapigana mkiwa mko na maji. Basi wewe uanze na huyu. Hamna mtu kumwaga maji. Chukua glasi 3, weka juu. Mimi sikuofu. Shika. Sasa wanaweka wani kwenye bakuli. Atakaye mwaga waini wakati wanapigana, atakaye mwaga hata tone ameshindwa. Sasa ngoma namna hii. Binti akachukua chap, wanapigana wakiwa wameshika hizo bakuli. Haruhusi kumwaga maji. Cheki. Akapiga kitu namna hiyo. Binti akasogeza namna chap. Binti akapanda hapo juu. Sasa haruhusi kumwaga waini. Ukimwaga waini umefeli mchezo. Wanapigana huko wakiwa wameshikilia hiyo waini. Yeah. Jamaa kapiga hiyo lakini jamaa kupigwa kinyume akajizuia hapo. Ukimwaga tu umefeli. Akajizuia hapo, kiti kinataka kuanguka. Akajisaidia. Tuingie upande huu. Mzee na azidi kuzidiwa. Kwani kamwambie Prince atuletee dokta. Akaambia usiende mahali. Bora nifie tu hapa. Kuliko nikubali watu wanitendee wema watu wa jini. Ufalme wa jini ni adui zetu wakubwa. Sasa Gojing akawa anapita mitai. Anatafuta mahali mzee kafungiwa ni hapa. Akawa anawafungulia watoroshe. Kachokonoa kufuli na kisu. Akasema mtu anafungua mlango. Kama mtu anafungua. Nani huyo? Kumbe yule Gojing kafika. Mzee samani. Tukutana ghafla siku ile pale uwanjani. Fungu nikumbuka. Naitwa Gojing. Mzee kusikia Gojing akamshtuka. Jina lako nani? Naitwa Gojing. Mzee alikumbuka walibadilishanaga visu. Gojing ni jina ambalo ni mke wa rafiki yake alipewa mtoto wake kabla hajazaliwa. Ambaye mke wa rafiki yake alipewa lile jina lile la mwanae. Gojing. Anasema ndio. Mje kwa tuondokeni, mje kuwasaidia. Mzee akamwambia subiri. Babako anaitwa nani?
Mamangu ni Guo Chaotian. Wow. Babako Guo Changtian. Guo Changtian. Guo Changtian ni rafiki yake na huyu mzee aisee. Alikufaga mwanzoni kabisa na walikuwa marafiki kweli kweli. Kwa huyu ndo mwanae. Mama yako anaitwa Liping. Umejuaje mama yangu? Umemjuaje? Mama yako yuko wapi? Anaendeleaje? Mama yangu yuko vizuri tu. Yupo Mongolia. Anaonekana huko Mongolia. Okay, sawa. Tuondoke tutakamata haraka. Nataka kama subiri. Kweli mbingu ina macho. Nimetumai nimekupata. Rafiki yangu alikufa. Rafiki yangu Guo Chao. Mwanao nimeshampata rafiki yangu. Mjomba. Walikuwa rafiki wangu alikuwa ni nani? Baba yako na wewe tulikuwa rafiki ndugu, marafiki wa damu mimi na baba yako. Taisin ndo mimi, rafiki wa karibu na baba yako. Ndio wewe Uncle Tai. Mama yangu aliniambia kukuhusu wewe. Bado uko hai? Nasikia ulikufa ulianguka bondeni. Akaambia hapana. Sikufa. Tangu nikiwa mdogo mama aliniambia bado zako kwamba ulikuwa rafiki wa damu wa baba yangu. Na miaka 10 iliyopita ulianguka. Nimewatafuta sana. Pamoja na mke wangu pia lakini sijaona. Na kama nani nimekaa peke yako. Kweli mbingu ina huruma na mimi. Mbingu ina huruma na mimi. Hebu angalia. Uko sawa kabisa kama baba yako alivyokuwa mdogo. Uko sawa kabisa baba yako alivyokuwa mdogo. Kweli ni bahati ya kukuona umekuwa bila kumuona baba yako. Sasa kitu ambacho kizuri kwa kweli. Mjomba. Baba yangu hayupo lakini kwanza ndo baba yangu. Kwa sababu baba yangu hayupo. Sawa. Hayamka sasa. Hamka mtoto wangu, kwanza wewe ni mwanangu. Kumbuka. Yule mbwa Dotong alimuua babako. Unatakuwa muue sawa kimuona. Yo. Ulipe kisasi. Mtoto mzuri. Yes. Sasa binti uko anacheza na ujamaa. Hauruhusi kumwaga kinywaji mzee wewe. Ukimwaga kinywaji tumeisha. Wanapigana huko meka bakuli mzee hizo. Jamaa kamisha bakuli chacha zikaja mabegani namna hii. Yeba. Mechi kwa mechi. Piga kuta si mchezo. Ukimwaga tu umefeli. Peleka kingoma ni wapi? Binti akablock na mnataka ngoma namna hiyo. Haruhusi kumwaga hata tone hiyo. Binti akapiga kwa juu mwanzo kama tena sina. Mwaga na buti. Te. Jamaa akamwaga. Amefeli. Binti akazidaka namna hii. Jamaa akashindwa. Binti uko vizuri mrembo. Kasi imeisha. Tulisha aidiana. Nikimpiga ni mshinda. Sina pingamizi. Nini umeshika kwa tumbo lako hapo? Mama amekosea mzee. Wale kamka yeye sabikio. Turudie mechi nyingine. Mama ni unaleta aibu mtu mzima wewe. Umepigwa nimekupiga tu. Sasa kwa Irene. Wewe toa kirahisi mbona nipite mimi. Basi tokiane hadi kama kawaida. Nikikupita ningetoka nje umeshindwa unachana ishia. Sawa. Ukitoka nje umeshinda. Okay. Hata kama sijui kupigana lakini babangu alinifundisha kitu kimoja. Mimi kutoka ndani kwenda nje ni ngumu. Kivipi? Babangu aliniambia hivi. Uwezo wangu ni mdogo. Ili kama nataka kushinda kutoka ndani kwenda nje ni ngumu, ila kutoka nje kuja ndani ni rahisi sana. Kwa hiyo mimi njia yangu ni rahisi kutoka nje kuja ndani. Ila kutoka ndani kwenda nje siwezi. Okay. Ingia ndani nje utoke ndani. Yaani tokea nje uje ndani. Kweli? Simekushinda. Usema kabisa nikitoka nje nimeshinda. Simetoka nje. Mimi tricking. Basi nimekushinda kwa heri mheshimiwa. Kaka mambo za kijinga na wewe hivyo. 叔叔，你赶紧收拾东西，我们快走吧。参见王妃。 Sasa bwana huko nje mama yake na Prince alionea huruma binti na mwanae. Na mtu anakuja. Afungua mlango. Mama alisikia mwanae kateka watu wasikuwa na hatia. Alitaka kuja kuwasaidia. Kumbuka, ujifiche mpaka ndio kukusaidia sawa? Tutarudi kuwasaidia. Hamna shida. Sasa mama yake na Prince alikuja hapa. Amfungua waachilia watu. Jamaa kusikia sauti. Mke wake ana sauti kama mkewe kabisa huyu mtu anayemsikia huko. Mama waachie watu waondoke. Hamna shida mheshimiwa. Mama
mama yake akasema afunguliwe, polisi akija waambie ametoka. Hey, umevunja kufuli. 你们居然 Nataka kutoroka au nini? 不的 Ningetaka kuondoka ningeshaondoka. Kwa nini mmetufunga maisha yetu yote hapa au? Mama akaambia subiri. Sasa huyu ni mke wake jamaa, na jamaa hajamuona vizuri. Alifika mpaka hapa. Waachie waende. Hamna shida. Akaambia askari nyaondokeni msijali. Jamaa kaamka kumwangalia mwanamke. Mama kumuona ni kama sura anafahamiana hivi. Nashukuru Queen kwa yote ulionitendea. Mama kuona hii sura. Tusionana mahali hivi. Huyu ni mume wake, lakini kwa sababu ana makovu mama alishinda kumtambua vizuri kwa sababu ya makovu. Lakini mama anapata hisia kama huyu ni mmewe. Lakini jamaa alimuona huyu ni mke wake, hadi sauti kila kitu. Wajikuta wanaangaliana. Samani, ni makosa yangu nimekufananisha. Hii ni pesa na nguo hizi. Mkitoka mkaanze maisha mapya sawa? Mkae watu wazuri kwa duniani. Mkaishi vizuri. Jamaa alimsogelea kwa karibu. Mwanaume aliwahi kumtambua mmeo, huyu ni mke wake, lakini mkeo alishindwa kumtambua. Queen kama walivyosema. Nyumbani. Mwende nyumbani ndio. Mwende. Nyumbani umesema? Ndio, mwende mkaanze maisha mapya. Mwapa na hela kidogo, mkaanzie maisha mweze kujikimu kimaisha. Akaambia subiri. Akamshika mkono mama huyu. Huyu ni mke wake, lakini mkeo amuone sababu jamaa ana makovu. Kwa mkeo akaona askari, wacheni waondokeni. Watumeni mlango wa nyuma, watorosheni mlango wa nyuma. Waende. Fanya haraka muende, sawa? Tuondoke. Lakini mme alimtambua ni mkewe, lakini mkewe alishinda kumtambua sababu makovu alionao mme wake. Lakini mwanamke anapata hisia, mbona namfananisha kama na mme wangu? Yangu fika mbele akamwangalia tena. Huyu ni mkewe, kashangaa kumkuta katika ufalme wa Jing. Tena anaitwa Queen. Imekuwaje mkewe akawa Queen hapa? Hata mwenye alikuwa anajiuliza maswali. Tuondoke. Akamwangalia mpaka anaishia. Na wakaachiwa huru. Kama anko ametoka nje yuko sawa, basi na mimi niishie. Kama mjomba yuko sawa, basi hamna shida. Itabidi na mimi pia nitoke.